Haleluya. Yupo Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Oh, yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu. Oh Baba, tunapoomba asikia, anajibu. Mr. Lai, muda umefika. Muda wangu umefika mimi kutumika kwa Jehova. Ule muda umefika wangu kutumika kwa Jehova. Washawi tulieni kwanza, wambea nyamazeni. Washawi tulieni kwanza. Walifanya dhambi mbalimbali. Dhambi ya zinaa ilifanyika, dhambi ya ukaba ilifanyika, dhambi ya kuuana ilifanyika, dhambi ya kusengenya. Israeli wakamuasi Bwana, waliishi kama wanavyotaka. Mungu alikasirika. Haikuja miaka mitatu, kipondo kikaingia katika nchi ya Israeli. Njaa ikawa ni kubwa, njaa ikawa ni kali. Sikia nikwambie, watu wengi Israeli walikufa kwa sababu walikosa mvua. Kwa sababu walikosa mvua, njaa iliingia. Kina mama walikufa, watoto walikufa, watu wengi walikufa, watu wakahangaika. Mfalme akauliza Ahabu, nani huyu aliyeshika mvua? Wakasema Elia. Mfanya Elia asimamishe mvua kwa sababu Israeli walimuasi Bwana, walimuasi Bwana. Sikia mtu atabukeli. Mungu anaposema na wewe uache habari ya dhambi, ana nia njema, kwa sababu mbele yako kuna mauti. Piga kelele na mama anasema, kama ni mchawi geuka acha uchawi, kama ni mganga geuka acha uganga. Mungu anasema leo jioni ya leo ubadiliki tabia yako. Sikia nikwambie, Mungu anataka uwezi kuacha dhambi, utubu dhambi, uje kwake ili kwamba ukifa uende ukamwone Bwana. Sema amina. Nataka niseme kwamba Biblia inasema kwamba Mungu wa mbinguni akawaonea huruma watu wake, akasema Elia, mifugo inakufa, watu wanakufa, nenda kwa Ahabu kajionyeshe hii nilete mvua. Ngoja nikwambie, nisema amen. Shangilia kwa Yesu. Elia akaenda kwa Ahabu, nabii wa Bwana Elia, mtumishi wa Bwana Elia akaenda kwa Ahabu, akasema Ahabu, nikusanyie tukaone Mungu alivyofanya maajabu. Ahabu akakusanya watu. Sikia nikwambie, waganga na wao walikwenda. Sema amina. Waganga viherehere nguli yao wakachukua na uchawi wao waganga, wakaenda kwenye mlima. Walipofika mahali pale, Elia akasema sasa tunataka tumuite Mungu anayejibu kwa moto. Tunataka kumuita Mungu. Nisikilize, Roho Mtakatifu anasema na wewe maisha yako. Sikia, mpambano ulikuwa ni mkali sana. Waganga walikuwa ni watu 450. Elia nabii wa Bwana peni ng'ombe. Waganga walijua kwamba wao Mungu wao lazima amshinde Elia, wakampa Elia ng'ombe moja. Waganga nao wakachukua ng'ombe moja. Sikia nikwambie, hebu shangilia kwa Yesu. Walipomaliza madhabahu yao, wakaita Mungu wao waganga 450 na wachawi wakaita Mungu wao. Mungu wao hakuitika, Mungu wao hakujibu maombi yao. Elia akawasimangi, Elia akawaziaki, akasema labda Mungu wenu, hebu endeleeni kuita. Waganga wakaita na matumbuzi yao, wakajichanja na chale, damu zikachuruzika, lakini Mungu wao hakujibu maombi. Sema amina. Hebu niazime masikio yako. Elia akasema sasa ngojeni muone Mungu wa mbinguni anavyojibu kwa moto. Elia akasema ngojeni mshuhudie Mungu wangu mimi anavyowasha moto. Biblia inasema Elia akazijua njia za Bwana. Sikiliza mama yangu, ukizijua njia za Bwana hautaweza kusumbuliwa, hautaweza kubabaishwa, kwa sababu njia za Bwana umezishika, unazielewa. Hata kama hoteli wakikupiga, ukimwita Yesu, tatizo linaondoka.
Njia za Bwana unazijua, ukimwita Yesu ndio itakaa katika mstari. Sikiliza nikwambie, njia za Bwana unazijua. Hata kama unaugua kidogo, hautakuwa na habari ya kupapasa ya kwenda kwa waganga, kwa sababu unazijua njia za Bwana. Unamwita Yesu, unazijua njia za Bwana, unazijua njia za Bwana. Mama, sikia nikwambie, Elia akachukua ng'ombe, akamkatakata Elia, akachukua na mawe, akapanga vizuri. Sikia nikwambie, Bwana asifiwe. Niseme nisiseme? Leo hii hapa tulete kuni zikae hapo, halafu tulete pipa la maji, tumwagilie, awashe moto. Moto utawaka, hautaweza kuwaka? Moto utawaka au? Hujanielewa vizuri. Tumeweka kuni hapa na maji tumemwaga hivi. Wewe kweli mvua inyeshe hapa, moto unawaka kweli? Sasa sikiliza maajabu ya Bwana. Kuni zikajaa, mawe yakawepo, kila kitu kawepo. Elia akachinja na ng'ombe, alafu akasema leteni mapipa ya maji. Sikia nikwambie, ndipo Elia akasema, Bwana na ijulikane leo wewe ndiye Mungu wa Israeli, na mimi ni mtumishi wako, nafanya haya kwa neno lako. Sema amina mama. Na sauti ya Elia ikaenda mbinguni. Mungu kwenye masikio ya Bwana, Mungu akasikia, Mungu akashuka, moto wa Bwana ukashuka, watu wanaangalia moto unawaka. Shangilia Yesu. Kina mama wakashangaa muujiza wa Bwana, baba akashangaa moto potaboteli. Wachawi wasipotubu, moto ni kwao, kipigo ni kwao, kipigo ni kwao. Sikiza, usipoachia dhambi, mbele kuna msiba, mbele kuna mauti, moto wa Bwana utawaka juu yako. Sikiliza, umewinda muda, usipogeuka, usipobadilika, moto wa Bwana unakuwakia. Sikia nikwambie, Israeli wakashangaa. Sema amina kwa Yesu. Wale waganga, sema amina. Waganga walikamatwa 450 wakachinjwa wote. Bwana asifiwe. Unaona kazi ya Baba hiyo? Waganga wakafa, watu wanaangalia, damu zinachuruzika, damu hizo kwa sababu ya Elia. Ngoja nikwambie, dhambi unayofanya mama, dhambi itakupeleka jehanamu. Dhambi baba unayofanya, dhambi za ukaba, wamekuwa ni makaba, wamekuwa ni watu wabaya, wamekuwa ni wezi walioshindikana. Sikia, hata mtaani ukipita, wenzako wanakuogopa kwa sababu ya matunguli yako, kwa sababu ya uchawi wako, kwa sababu ya uganga wako. Muda wako ndio huu, uachie uganga, uachie uchawi, achia matunguli. Yesu yuko mahali hapa, ndio jibu lako. Kama hutaki moto wa Bwana juu yako, sema amina. Moto wa Bwana, hii ni sauti ya Bwana, hii ni sauti ya Mungu. Inalia na mtu ataboteli. Mama, umeteseka muda mrefu, jibu lako lipo. Umegua muda mrefu, leo jibu lako lipo. Sikiliza, adui zako watapigwa, utachiwa huru, utakuwa huru. Sikiliza, hela zilizoibiwa, duka ambao umefunga, umekufilisi, leo hii utachiwa huru. Biashara itarudi tena, hela zako utapatikana tena, mtaji utapata tena. Sikiliza mama, mimba haitaweza kutoka tena. Jibu lako ni Yesu. Sema amina. Jibu lako lipo kwa Yesu. Jibu lako ni Yesu. Maisha yako baba yangu, mtu ataboteli maisha yako, muachie Yesu hali hapa. Abebe shida zako, abebe magonjwa yako, maumivu ambayo umepigwa. Yesu ndiye jibu lako. Mpe maumivu yako Yesu, mpe mateso, hata kusaidia. Sema amina. Kwa nini? Mpe Yesu maisha yako. Jioni ya leo nasema na mtu mmoja anayesikia, maisha yako muachie Yesu. Sikiliza, umelia muda mrefu, umegua muda mrefu, jibu lako lipo la maisha yako, lipo lako, jibu lipo la shida zako. Sikia nikwambie, wamekuroga sana, jibu lako lipo. Peleka shida kwa Yesu, peleka mahitaji kwa Yesu, sema na Yesu ili akutetea, kusaidie. Sikia, peke yako hutaweza, sema amina. Leo hii tunataka tupeleke moto
kwa adui zako moto, kwa watesi wako moto. Biashara yako izingire na Yesu, kila unachofanya kione. Leo tunamwambia Bwana apeleke moto kwa adui zetu. Sikia, sadaka yako itakuwa ndio ukombozi wako. Sadaka yako itakuwa ndio ufunguo wa maisha. Sadaka yako itakuwa ndio njia na milango ya baraka. Sadaka na matendo makuu ya Mungu utashuhudia katika mkutano huu. Utasema hakika Bwana alikuja Taboteli. Sema amina. Utasema leo hii, nilisema jana, sadaka yako leo hii mbele za Bwana. Nataka mtu wa Taboteli katika mkutano huu, siku moja usimame kwenye kanisa lako, madhabahu yako, ushuhudie. Sema amina. Nataka watu washuhudie. Napenda kupeleka moto wa maombi kwa Bwana kwa ajili ya maisha yako. Wewe uliyezulumiwa muda mrefu, jibu lako utapata hapa kwa sadaka yako. Wewe uliyoteseka muda mrefu na magonjwa, ugua muda mrefu, mimba zinatoka kila ukikamata, sikia nikwambie, leo hii ndio mwisho wa mimba kutoka. Yesu atashughulikia tumbo lako na uzao wa tumbo lako. Yesu atashughulikia sadaka maalumu kama Elia nabii wa Bwana alipokwenda kufanya. Mr. Lai, muda umefika. Muda wangu umefika mimi kutumika kwa Jehova. Ule muda umefika wangu kutumika kwa Jehova. Washawi tulieni kwanza, wambea nyamazeni. Washawi tulieni kwanza, wambea nyamazeni. Muda wangu umefika mimi kutumika. Utamu wa safari, safiri naye Bwana Yesu. Uzuri wa safari, safiri naye Bwana Yesu. Popote uendapo, lazima utafika salama. Ukimbeba Yesu, lazima utafika salama. Utamu wa safari, safiri naye Bwana Yesu. Uzuri wa safari, safiri naye Bwana Yesu. Popote uendapo, lazima utafika salama.